amestarahabika kulingana na lugha ya Kiswahili navyo hitaji maadili yawe mazuri kwenye jamii. Unapata lugha ya Kiswahili inapozidi kukumbatia kila siku inazidi kukua, na hivyo basi itakuwa ni fahari yetu kama sisi walimu na pia mabingwa wa Kiswahili kuona kwamba kila ambacho tunakipanda kinazidi kuota na mwisho wa siku utapata matunda. Unasema kwamba mti mzuri unajulikana kwa matunda yake, na hivyo basi mwanafunzi mzuri utaweza kumfahamu mwalimu wake ni yupi, na pia mwisho wa siku itakuwa ni fahari ya mwalimu na pia fahari ya mti kuzaa matunda ambayo ni bora, kwa kwamba kuna yale miti ambayo si ya matunda, lakini yote 9 ni kwamba kila mtu aweze kujizatiti mwisho wa siku angalau tuweze kupata matunda bora, na hivyo itakuwa ni fahari ya mtu. Mtu mmoja akasema kwamba fahari uzuri wa mti ni matunda. Je, huyu aliyeka mtoto alikuwa baba na mtoto akisema fahari ama uzuri wa mti ni matunda. Sijui pale alimaanisha vipi, lakini yote 9 ni kwamba hebu tuanze kazi ili kuona kwamba mwanafunzi huyu aweze kujifahamu zaidi. Fahari ya mtoto wa kike ni kuzilea nywele zake. Ndio, hasa unapata yani uzuri wa mti ni matunda. Hasa maana kwamba baba anachukua kama mti, watoto wanakuwa kama matunda. Na hapo ni shwari. Nadhani mtu aliweza kutumia nasema kwamba ni fumbo. Ni fumbo hilo lilifumbwa, ama wanasema kwamba jazanda. Ndio, hasa ile mtu mwenyewe awe na akili kichwani iweze kubaini mtu amemaanisha nini. Sawa, hebu tuanze leo. Kudra zake Mwenyezi Mungu nimeweza kupambia angalau mwanafunzi aweze kufahamu ngeli. Wanavyosema Waswahili kwamba mwanafunzi endapo fahamu ngeli, mwisho wa siku uweze kujua lugha ambayo unazungumza, maneno ambayo unazungumza. Unastahili kufahamu neno ambalo unalizungumza na patikana katika ngeli gani hasa, ili mwisho wa siku unapopangilia katika umoja na wingi itakuwa vizuri, ili kuepo na ile nasema kwamba mtiriko wa kisarufi katika umoja na wingi, ili kuweza kupasisha ujumbe wako kwa njia ambayo inastahili. Maana endapo kama fahamu ngeli, bila shaka mazungumzo ambayo itakuwa unayaongea pale utapata itakuwa inakanganya kiasi kwamba yule ambaye ameketi kule nyuma kwenye halaiki ya watu atashangazwa, je, huyu mtu anazungumza lugha gani? Japo kwamba anasema ni Kiswahili, unapata pale japo kwamba itakuwa na boronga, japo kwamba ni njia moja ya waandishi kwenye pale kwa ushairi inaruhusiwa, ni mbinu za waandishi pale, lakini tunapozungumza lugha ya Kiswahili tunapaswa kuzingatia ngeli, na hivyo basi itakuwa ni njia moja ili unapozungumza. Hivi sasa grade ya 4 tuna ngeli ya lili imekuja kuchipuka. Sijui kama ulifahamu ngeli kama ipo pale. Ipo pale. Hiyo ngeli na maneno 4 tu pale. Tuna giza ipo pale, hiyo ni ngeli ya lili. Tuna joto iko pale, jua liko pale na joto iko pale. Haya ni maneno 4 tu. Hiyo ni ngeli ya lili, inapatikana grade ya 4. Unapata kila siku unapozidi wavumbuzi wanazidi kuja, wahenga wanazidi kuzaliwa, pia walimu, waandishi na maprofesa wanazidi kuja kila kukicha. Unapata pale lugha inazidi kuchambuliwa kwa kina, kwa undani zaidi. Ukitaja suala la ngeli hasa unanikumbusha Guru Ustadhi Wala bin Wala alikuwa anachangia kwenye Radio Taifa. Ndio. Lugha yetu tuipende zamani zile na Daktari Timothy M Arege. Ndio. Sasa Guru Ustadhi Wala bin Wala aliishi kusema kwamba asiyejua ngeli Kiswahili akifahamu. Na hata kwenye vitabu vyake vya Kiswahili Mufti kule mwanzo ameandika asiyejua ngeli Kiswahili hakifahamu. Maana unapoangalia hisani urudi hisani wala hakurudi nuksani. Na anayekariri mpaka leo hii katika utu wake uzima. Unapata natumai alikuwa anazingatia kuwepo na ilani kutilia maanani zaidi kwenye lugha ya Kiswahili. Maana tunapozamia lugha ya wazungu wanavyosema kutoka Marekani, unapata mwisho wa siku Kiswahili kitazidi kuzama, na mwisho wa siku tutakuwa na lugha ambayo inazidi kuikumbatia huko nchini Kenya. Unapata lugha rasmi ni lugha ya Kiswahili. Na kuna lugha ya taifa ni Kiswahili. Na kuna official language, that is English, hiyo lugha ambayo inatumika na wale mabwenyenye. Hapo utaguzia kwenye isimu jamii, angalia kaida za lugha. Sasa katiba mpya ya mwaka wa 2010 ibara ya 7 kifungu cha kwanza inasema Kiswahili ni lugha rasmi nchini Kenya. Ndio. Halafu Kiingereza ni lugha ya taifa. Angalia kwenye katiba Kiswahili kimekumbukwa. Ina maana kwamba hivi sasa mambo yamebadilika ama vipi? Mambo yamechukua mkondo tofauti, si kama katika katiba zile enzi za kale. Katiba ya Lancaster hiyo ilikuwa inakipatia Kiingereza kipaumbele na Kiswahili kuifanya kuwa lugha kulingana na yale mabadiliko. Hivi sasa unapoangalia kulingana na mtazamo wako, je, Kiswahili wamesema kwamba ni lugha rasmi na kuna lugha ya taifa hivi sasa kwamba ni Kiingereza. Je, ni kweli? Katiba inasema kwamba ibara ya 7 national, official and other languages. Ndio. Clause 2 the official languages of the republic are Kiswahili and English. Sasa Kiswahili mwanzo kisha Kiingereza.
Kiingereza kikafuata. Ina maana hivi sasa idadi kubwa ya watu ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili inazidi kuongezeka kila kukicha. Pia anasema kwamba the state shall promote and protect the diversity of language of the people of Kenya and promote the development and the use of indigenous languages, Kenya Sign Language, Braille and other communication formats and technologies accessible to persons with disabilities. Na ndio manake hata kwenye mitihani ndio kuna ile mitihani ya watoto ambao hawana uwezo wa kuona, ndio, lakini pia wanafaa kufundishwa lugha. Ndio. Kuna wale ambao kuwepo na ule usawa. Hawasikii. Ndio, kuwepo na ule usawa, kusikwepo na ubaguzi. Hata unapoangalia kutafuta kazi wanaika wale watu ambao wana ule uwezo, tutasema is it PLD, yani people with disabilities. Wao pia wanapewa nafasi kwa kwamba mwisho siku asiweze kufungiwa nje. Hata kama mzazi na mtoto ambaye wenda ana upungufu pia anastahili kuwepo shuleni. Unapata mzazi akipatwa kama ameacha mtoto nyumbani amemfungia pale kwa sababu ya unyanyapaa, wenda aibu, huyu mtoto anastahili kupata malezi mazuri, na ile inasema kwamba haki zote ambazo ile mtoto ambaye yuko sawa pia huyu naye pia apate yote. Si kwamba alitaka mtoto azaliwe hivi, lakini huenda kwa njia moja ambayo zingeweza kuepukika yule mtoto akajipata katika hali ambayo yumo ndani. Lakini yote tisa Article 53 ya katiba ya Kenya ibara ya 53 na kufunga, manake kila mtoto ana haki ya kupata elimu msingi. Ndio. Kinyume cha hapo basi umevuruga sheria, contempt of court. Umemnyima mtoto haki ambayo inahitajika. Kwa hivyo utachukuliwa hatua za kisheria. Umemkandamiza yule mtoto. Ina maana kwamba umeona aibu. Lakini 9:10 ni kwamba kila mzazi, japo kwamba yule ambaye mzaa, tuseme kwamba kwa bahati mbaya na akili nzuri ya mapunguane, mzazi anastahili kumbatia. Maana kuna yule ambaye anatamani, unapoangalia tuseme unapoenda Tanzania, kuna mtu mmoja alikuwa anafunga pingu za maisha kwenye harusi yake. Walikuwepo viwete, vipofu, visio ambao kuna uwezo wa kusikia na kutokuona, kiasi kwamba aliwafukuza. Lakini Mwenyezi Mungu si adhumani, maana kila pandacho mtu atakivuna. Lakini ndio wakati ambapo mke alipata ujauzito, Mungu aliweza kumpa tu kila ambacho alikifurusha siku yake ya harusi. Lakini sasa kwa mwalimu, wanafunzi na wazazi, Mwenyezi Mungu ametujalia tupo hapa ikiwa leo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2025, pote ulipo na kusabai na pia kukaribisha. Hivi leo nimesema kwamba angalau tuweze kuangazia matumizi ya lugha na sarufi. Leo tuweza kuangazia ngeli. Sema kwamba mtu asipofahamu ngeli bila shaka mwisho wa siku hajui kile ambacho anakifanya pale kwa lugha ya Kiswahili. Pote ulipo ikafahari nami ama tusafiri pamoja nasi toka mwanzo hadi tamati, kuna kwamba pale ambapo ulipo kwamba pia weza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Radio Safari 89.9 FM pale, angalau kuweza kufuatilia kipindi hewani. Nasema kwamba hebu tuanze kwa utangulizi maana ya ngeli. Nasema kwamba ngeli ni kundi la nomino zenye sifa zinazofanana kisarufi. Ngeli ni kundi la maneno zenye sifa zinazofanana kisarufi. Napata hapa kwanza ngeli tunazo mingi kama vile izi, ngeli ya izi ipo pale, ngeli ya uzi, ngeli ya uya, ngeli ya kuki iko pale, ngeli ya lia, ngeli ya yaya, ngeli ya ngeli ya kivi, tuna ngeli ya pakumu, ngeli ya ngeli ya iko pale, na ngeli ya lili hiyo tumeweza kuitaja, na ngeli ya izi. Hizi ngeli zote ni zaidi ya ngeli karibu takriban ngeli 12. Hasa unastahili mwanafunzi anastahili kujua kwamba neno ambalo litaja linapatikana katika ngeli gani haswa, na je umoja wake na wingi pia. Mambo haya yanaenda sambamba kulingana viambishi ngeli jinsi vitaweza kuambishwa kwenye kitenzi. Tutasema kwamba ngeli ni kundi la maneno zenye sifa zinazofanana kisarufi. Ngeli moja huwa na majina yanayochukua aina moja ya viambishi. Unapata kwamba pale tuna viambishi ngeli. Kwenye umoja tuna viambishi ngeli. Unapochukulia ile utaanza na ngeli ya awa. Viambishi ngeli awa unapoangalia kwenye mfano. Hebu nipe mfano. Mfano kwa kwamba hebu chukulia mtoto anatembea pole pole. Kiambishi ngeli taweza kupachikwa kwenye kitenzi pale. Anatembea ni kitenzi. Inaonyesha kwamba huyu mtoto anafanya nini? Yaani jambo ambalo linatendeka wakati huo, ama jambo ambalo nomino linalitenda pale. Mtoto anakuwa nomino na pale anatembea na kwa ni kitenzi. Hivyo basi tunasema pale inakuwa kwa kiambishi ngeli cha ngeli ya awa katika hali ya umoja. Hii ni ngeli inayojumuisha, nasema kwamba ngeli moja huwa na majina yanayochukua aina moja ya viambishi ngeli katika umoja na wingi. Yanapotumiwa pamoja na maneno mengine katika sentensi, tuna katika hali ya umoja. Na kwenye hali ya umoja tuna viambishi ngeli ambao huchukua katika hali ya umoja, kama vile unaangalia ngeli ya awa.
a itaambishwa kwenye kitenzi na kuwa pale na kiambishi ngeli. Unapata huyu mtu ama mwanafunzi anastahili kujua kwamba tuna viambishi ngeli. A inakuwa kiambishi ngeli inapopachikwa kwenye kitenzi. Ana a inakuwa ngeli, hiyo ni kiambishi cha ngeli awa. Unapata kwenye umoja na kuwa awa, sawa, umoja na kuwa a. Tuseme kwa mfano mtoto anatembea polepole. A inakuwa kiambishi ngeli ambacho kimeweza kupachikwa pale kwenye kitenzi kuashiria kwamba sentensi hii inapatikana katika ngeli ya awa. Wingi wake itakuwa vipi? Watoto wanatembea polepole. Watoto wanatembea. Wa umepata hapa imekuwa wa. A wa. Ina maana kwamba a katika hali ya umoja na a katika hali ya umoja na wa katika hali ya wingi. Ina maana kwamba inapachikwa kwenye kitenzi ili kuweza kumfahamisha huyu mtu ama kama mwanafunzi kwamba hii ngeli ni ya awa. Endapo huyu mtu anafahamu hiyo yote tisa. Shikilia hapo kidogo, naomba radhi kwa kukuchachawiza. Ndio. Mwelekezi anasema